Karibu katika mwendelezo wetu wa historia ya mtunzi wa Usinipite Mwokozi, sehemu ya 5 ya hadithi, ambapo imejikita sehemu ya gerezani na chanzo cha wimbo wenyewe wa Usinipite Mwokozi. Rafiki yangu, karibu tena. Leo tunafika katikati ya moyo wa hadithi yetu yote, sehemu ambayo itafanya uelewe wimbo wa Pass Me Not kwa njia mpya kabisa. Utafahamu habari za kwa nini wimbo wa Usinipite Mwokozi umetungwa. Ilikuwa mwaka wa 1868. Mwaka 1868 Fanny Crosby alikuwa na umri wa miaka 48. Siku moja aliombwa kwenda katika gereza moja jijini New York, kwenda kumfariji, kwenda kuimba, kwenda kuleta nuru katika mahali pa giza. Fanny hakukataa, ingawa alikuwa kipofu, ingawa barabara za gereza zilikuwa ngumu. Alienda. Alipoingia katika ukumbi wa gereza, alikutana na wafungwa wengi waliokaa pamoja, watu waliofungwa kwa makosa mbalimbali, watu ambao ulimwengu ulikuwa umewasahau. Fanny aliimba, akasema maneno ya Injili, akawaambia Mungu anawapenda. Lakini katikati ya ibada ile, Fanny alisikia kitu ambacho kilimgusa moyo wake kwa nguvu zote. Sauti ya mfungwa mmoja, mfungwa aliyekuwa akilia kwa nguvu sana, mfungwa ambaye aliinua mikono yake juu na kupaza sauti yake kwa maumivu makubwa, akisema maneno haya: Ee Mungu, usinipite. Usinipite Bwana, naomba tu usinikimbie. Unapowabariki wengine, niangalie mimi pia. Mimi pia nahitaji neema yako, usinipite. Rafiki yangu, maneno yale yalimgonga moyo wa Fanny kama ngurumo ya radi. Aliyasikia kwa masikio yake, lakini pia aliyasikia kwa roho yake, kwa sababu na yeye mwenyewe mara nyingi alisikia hivyo. Mtu mdogo, mtu asiye na nguvu, anayeomba Mungu asimpigie mstari. Fanny alirudi nyumbani siku ile, maneno ya mfungwa yule yakimzunguka moyo wake. Usiku ule alikaa kimya, akamwomba Mungu ampe maneno, na maneno yakaja, mstari baada ya mstari, shairi zuri la moyo ulioumia ukitafuta neema. Wimbo wa Usinipite Mwokozi, mashairi yalianza kushuka kwa Fanny Crosby. Ndivyo ulivyozaliwa wimbo huu, rafiki yangu, kutoka kwa machozi ya mfungwa asiyejulikana, kupitia moyo wa mwanamke asiyeona. Na leo unaimbwa na mamilioni ya watu duniani kote, kwa sababu kila mmoja wetu wakati fulani wa maisha yake amehisi kama yule mfungwa, amehisi kama Mungu anapita na kumwacha nyuma, amehisi kwamba wengine wanabarikiwa lakini yeye hapati kitu. Na wimbo huu unasema wewe pia una nafasi ya kupaza sauti yako na kusema, usinipite Mwokozi, niangalie mimi pia. Wakati huu nimefikia mwisho wa sehemu ya 5 ya historia ya kisa cha wimbo
wa Usinipite Mwokozi. Ninakusihi usubscribe katika channel hii, ufollow katika page hii, na ucomment namba yako ya WhatsApp ikiwa unahitaji kupata story ikiwa imeungana yote, sehemu ya kwanza mpaka ya 6. Fuatana nami sehemu ya 6 tena.